siku ya leo. Ombi la Paulo la kichungaji. Paulo anamaanisha nini, ama mwandishi anamaanisha nini akizungumzia ombi hili la Paulo la kichungaji mpendwa? Somo letu kuu linatoka katika fungu la Wagalatia 4. Kumbuka tumefika kitabu cha Galatians chapter 4 ambapo tunaendelea kuyatizama maandishi ya Paulo kwa Wagalatia. Na anasema, ndugu zangu na wasihi, iweni kama mimi, maana mimi ni kama ninyi. Hilo ndilo analolizungumzia Paulo katika Wagalatia 4 mstari wa 12. Kama ambavyo tumekwisha kuona hadi sasa, Paulo mpendwa hakusema kwa Wagalatia kwa kuficha maneno. Lugha yake ngumu hata hivyo ilikuwa tu ni kuakisi upendo uliovuviwa kuhusu ustawi wa kiroho na kanisa alilolianzisha. Kando ya suala muhimu la kitheolojia alilokuwa akilishughulikia Paulo, barua kwa Galatia kwa upana pia inaonyesha kuwa ni kwa kiasi gani fundisho sahihi ni muhimu. Iwapo tunachokiamini kisingilikuwa muhimu kiasi hicho, mpendwa, iwapo usahihi wa kimafundisho haukuwa na maana kiasi kile, basi kwa nini ilimbidi Paulo kuwa na ari asiyekubali mwafaka kiasi kile katika barua yake? Mpendwa, ukweli hapa ni kwamba kwa hakika kile tunachokiamini huleta maana sana, hasa kuhusu swala lote la Injili. Na ukiangalia kitabu hicho cha Wagalatia katika muongozo wa Kiingereza unasema Paul continues his discourse. Katika Wagalatia 4:12 hadi 20, Paulo anaendelea kwa hotuba yake. Ijapokuwa anabadili mtazamo japo kidogo, Paulo sasa anatoa nini? Anatoa hoja kadhaa zilizoelezwa kinaganaga na za urefu wa kitheolojia ili kuwashawishi Wagalatia juu ya makosa yao. Na sasa anatoa ombi la kichungaji ambalo ni la kibinafsi zaidi. Tofauti na walimu wengine wa uongo ambao hawakuwa na upendo wa kweli kwa Wagalatia, Paulo anadhihirisha shauku, shaka, tumaini na upendo wa kweli wa mchungaji mwema kwa kondoo wake waliopotea. Sio tu kwamba alikuwa akisahihisha theolojia ambayo walikuwa wamepewa, alikuwa akitafuta kuwahudumia wale aliowapenda. Hilo ndilo jambo linalozungumziwa katika Paulo's apostolo prayer, yani ombi lake Paulo la kichungaji kama mchungaji. Na katika sehemu ya kwanza, wapendwa, hebu tuzungumzie roho ya huyo Paulo, moyo wa Paulo, the heart of Paul. Ukiangalia mstari huo wa 12 hadi 20, ujumbe ni nini? Msukumo wa ujumbe wa Paulo katika mistari hii, the initial indication of the concern that weighs heavily on Paul's heart in his personal appeal in verse 12. Dalili ya mwanzo ya shauku inayoulemea moyo wa Paulo ni ombi lake la binafsi katika mstari wa 12. Paulo ombi linafuatia mara moja baada ya msisitizo wa Paulo kwamba Wagalatia, iweni kama mimi. Ndilo jambo amesema. Umuhimu wa neno kusihi, mpendwa, kwa bahati mbaya haukubebwa au kufikishwa katika baadhi ya tafsiri. Neno la Kiyunani ni deomai. Ingawaje linaweza kutafsiriwa kama sihi sana au sihi, neno la Kiyunani lina dhana yenye nguvu zaidi ya kukata tamaa au kutokuwa na tumaini. Lilikuwa limeunganishwa pamoja nalo. Ukiangalia 2 Corinthians chapter 5 verse 20 katika lugha ya Kiingereza inasema, now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Kwa hivyo mpendwa, hapa anasema I'm begging you, katika lugha ya New King James inasema to urge or to entreat, English Standard Version. Kwa hivyo hilo jambo la kusihi, shauku mpendwa, Paulo hapa anasema hakika, anasema anawaomba, I'm begging you. Shauku ya Paulo haikuwa tu kuhusu mawazo ya kitheolojia na mitazamo juu ya mada za mafundisho makuu. Moyo wake ulifungwa pamoja na maisha ya watu ambao waliletwa kwa Kristo kupitia kwa huduma yake. Kwa hivyo mpendwa, anajiona kuwa alikuwa ni zaidi ya rafiki tu.
alikuwa ni baba yao wa kiroho na wao walikuwa ni watoto wake. Na hata mpendwa, zaidi ya hilo, Paulo analinganisha shauku yake kwa Galatia na shaka na utungu unaompata mama wakati wa kuzaa. Na angalia kitabu cha Wagalatia 4:19 ambapo anasema, my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Kwa hivyo mpendwa, Paulo hapa anakuwa na wazo kuwa kazi yake iliyotangulia ilitoshelesha kwa ajili ya kuzaliwa salama pale ambapo mpendwa alipoanzisha kanisa hapa. Lakini sasa kwa kuwa Wagalatia walitanga kutoka katika ukweli ule, Paulo alikuwa akihisi utungu ule tena upya ili kuweza kufanikisha ustawi wao. Kwa hivyo lengo lake ni lini alilokuwa nalo kwa Wagalatia? Mstari wa 19. Mpendwa, baada ya kwanza kuwaeleza Wagalatia kama wanaoumbwa tumboni, Paulo sasa anaongea kuhusu Wagalatia kana kwamba wao wenyewe ndio walikuwa akina mama wajawazito. Sasa mpendwa, hapa neno lililotafsiriwa kama aumbike lilitumika kitabibu kumaanisha ukuaji wa kiini tete, yani embryo, kiini tete, embryo. Kwa hivyo kupitia stiari hii Paulo anaeleza kile kinachomaanishwa kwa kuwa Mkristo kama mtu mmoja au pamoja kama kanisa. Kwa mpendwa, kuwa mfuasi wa Kristo ni zaidi ya kukiri imani tu. Wengi tunasema imani imetosha, lakini ni zaidi ya kukiri imani tu. Eti unapokiri sasa wewe mambo yametosha. La, anasema kuwa Mkristo, kuwa mfuasi wa Kristo ni zaidi ya kukiri imani tu. Kunahusisha badiliko la msingi katika kufanana na sura ya Kristo. Paulo hakuwa anatazamia mabadiliko machache madogo madogo kwa Wagalatia, bali badiliko lile ambalo lingelifanya kuona wao kuwa sawa na kumuona Kristo. Sijui kuna swali hapa chini. In what ways have you seen the character of Christ manifested in your life? Ni kwa njia zipi umeiona tabia ya Kristo ikioneshwa katika maisha yako? Ni katika maeneo yapi bado mpendwa una ukuaji mwingi unaotakiwa kufanyika? In what areas do you still have a lot of growing to do? Jambo la pili nataka kuzungumzia asubuhi ya leo ni mwito wa kuiga mfano. Maana amesema kuwa wa Kristo ni mtu aonekane kama Kristo, yani mtu akikutazama anamtazama, anamuona Kristo ndani ya maisha yako. Kwa hivyo mpendwa, tunapoendelea moja kwa moja katika makala haya ya siku hii ya leo, kuna jambo hapa anazungumzia from the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 11, Philippians 3:17. Na Paulo anasema katika lugha ya Kiingereza, ningependa kusema the challenge to become, mwito wa kuiga. We have a challenge to become. Several times throughout Paul's letters, he encourages Christians to imitate his behavior. Mpendwa, mara nyingi Paulo katika barua zake zote anawatia moyo wa Kristo kuiga tabia yake. Subuhi ya leo nikuulize, ni wangapi unaweza kuwaita eti igeni tabia zangu? Tabia zetu zinastahili kuigwa, lakini Paulo hapa anasema kwa igeni tabia yangu. Asante sana wale ambao mnanitazama na mnatupata Jojo Siri Emile Kerubo, asante sana na wengine. Mara nyingi mpendwa, katika barua zake Paulo anawatia moyo wa Kristo kuiga tabia yake katika kila hali. Paulo anajiwasilisha yeye mwenyewe kama mfano wenye mamlaka ambao waumini wanapaswa kufuata. Mpendwa, hili ni jambo nikitazama mwongozo wangu wa Biblia hapa katika 2 Thessalonians chapter 3 verse 7 to 9, anawaambia wanastahili kumwiga mfano wake. Na kisha Paulo anajitoa mwenyewe kuwa kama mfano wa jinsi waumini wa Thessalonike vile vile wangefanya kazi ili kupata mahitaji yao ya maisha na wala wasiwe mzigo wa wengine. Hilo ni jambo muhimu sana mpendwa. Katika 1 Corinthians chapter 11 verse 11 yeye anasema Paulo anawaalika wa Korinto kumwiga katika kuweka maslahi ya wengine kwanza. Kwa hivyo ni tabia ambayo ilikuwa imekuwa ndani yake. Anaweka maslahi ya watu wengine kwanza, na anawaita wengine vile vile waweze kuiga mfano wake wa kuweka maslahi ya wengine kwanza. Shauku ya Paulo katika Galatia mpendwa inaonekana kuwa tofauti kidogo na kule Thessalonika. Katika mstari ule tulisoma wa Galatia 4:12, Paulo hawaambii wa Galatia kumwiga, badala yake anawaomba
wawe kama yeye alivyo. Kwa hivyo anaongelea kuwa wala sio kutenda, kuwa anasema muwe jinsi ambavyo nilivyo. Kwa nini mpendwa? Tatizo katika Galatia halikuwa la tabia isiyo ya kimaadili au mtindo wa maisha ulio mwovu usio wa kumcha Mungu kama ilivyo kwa kanisa la Korintho. Swala katika kanisa hili la Galatia lilikita mizizi katika asili ya kiini cha Ukristo wenyewe mpendwa. Kwa hivyo zaidi lilihusu kuwa kuliko tabia. Paulo hakuwa anasema tenda kama mimi. Alikuwa anasema kuwa bali kuwa kile ambacho alikuwa anasema mimi ni. Istiari hasa katika mpendo wa mstari huu wa 12 inaonekana katika ombi la Paulo kwa Herode Agripa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 26 na mstari ni wa 29. Mwongozo wangu wa Kiingereza Biblia inasema hivi, and Paul said, whether short or long, I will to God that not only you but also all who hear me this day might become such as I am, except for this change. Kwa hivyo mpendwa, hapa anasema na muomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa minyororo vifungu hivi. Kwa maneno mengine mpendwa, hapa Paulo anataja uzoefu wake kama Mkristo kuwa ni msingi ambao umejengwa juu ya Kristo peke yake, imani iliyo na matumaini kwa kile Kristo alichokitenda kwake na wala si kwa matendo yake ya sheria. Kwa hivyo mpendwa, Wagalatia walikuwa wakiweka dhamani kubwa juu ya tabia yao kuliko katika utambulisho wao katika Kristo. Kwa hivyo hapa mpendwa, although Paul does not specifically say how he wants the Galatians to become like him, ingawa Paulo asemi hasa jinsi anavyotaka Wagalatia wawe kama yeye, muktadha wa hali katika Wagalatia huonyesha kuwa haikuwa kauli ya kujumuisha kila siku na kipengele cha maisha yake, kwa kuwa shauku yake mpendwa ilikuwa ni juu ya dini ya Wagalatia iliyojengwa juu ya utunzaji wa sheria. Kwa hivyo Paulo kwa hakika alikuwa nayo akilini upendo wa ajabu, alikuwa nao akilini furaha ya ajabu, uhuru na uhakika wa wokovu aliokuwa ameupata katika Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo katika nuru ya mshangao uzidio Kristo, Paulo alijifunza kuhesabu kila kitu kingine kuwa kama takataka. Maana ukisoma Philippians chapter 3 verse 5 to 9 inakuzungumzia maneno hayo, na alitamani kuwa Wagalatia wao wenyewe pia wawe na uzoefu kama huo. Kwa hivyo mpendwa, sijui je yupo mtu yeyote anayemfahamu kando ya Yesu ambaye anakupatia mfano mzuri kando ya Kristo? Kuna yeyote? Na kama ndivyo, basi sifa za mtu huyu ni zipi ambazo unaziona kuwa za kuigwa, na jinsi gani unaweza kuzidhihirisha sifa hizi katika maisha yako nawe uwe mfano wa kuiga? The challenge to become. Number 3, ningependa swala la 3 nishughulikie, I have become as you are. Paulo anaendelea jambo la 3, anasema nimekuwa kama mlivyo. Nasoma 1 Corinthians chapter 9 verses 19 to 23. Paulo anazungumzia nini? Anasema nini katika mstari hii ambacho kinaweza kutusaidia kuelewa vyema zaidi wazo lake katika sehemu ya mwisho hii? Amesema Wagalatia 4:12. Mpendwa, verse 12 can seem a little confusing. Mstari wa 12, kumbuka we are dealing with Galatians chapter 4 verse 12. Inaweza kuonekana kana kwamba inakanganya kidogo. Kwa nini Wagalatia wawe kama Paulo iwapo yeye mwenyewe alikwisha kuwa kama wao? Unaona, mimi nimekuwa kama nini, lakini vile vile sasa anasema waweze kuwa kama yeye. Ni kwa nini basi inawezekana wawe kama Paulo iwapo huyu Paulo mwenyewe amekwisha kama wao? Mpendwa, kama tulivyoona katika somo hili ambalo limepita, Paulo aliwataka wawe kama yeye katika imani yake kamili na tumaini katika utoshelevu wa Kristo kwa ajili ya wokovu. Mpendwa, napoendelea kutizama mwongozo hapa, maoni yake kuhusu yeye kuwa kama wao yalikuwa ni kumbusho la kwamba ingawa alikuwa ni Myahudi, alikuwa mataifa pasipo sheria, ili kwamba apate kuwafikia mataifa miongoni mwao na Injili. Kwa hivyo mpendwa,
Kama mmissionari mkuu kwa ulimwengu wa mataifa, Paulo alikuwa amejifunza jinsi ya kuihubiri injili kwa Wayahudi na mataifa wote wawili. Kwa hivyo hawa watu wote alijifunza jinsi ya kuwafikia. Kwa kweli kulingana na 1 Corinthians chapter 19 to 23, for though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win and more, and to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, I became under the law, that I might win those who are under the law. Kwa hivyo mpendwa, hapa ingawa injili ilibaki kuwa ile ile, njia ya Paulo ilibadilika kulingana na watu aliokuwa anajaribu kuwafikia. Kwa hivyo kumbuka, ni njia. Nataka kurudia, maana utasema kuwa nikifika mahali kwa hivyo watu wanalewa na mimi nilewe, maana mtu atakuja kuuliza swali hilo. Nataka kurudia kuwa injili ilibaki kuwa ile ile, hakuibadilisha injili. Lakini njia ya Paulo ilibadilika kulingana na watu waliokuwa anajaribu kuwafikia. It is niseme kuwa Paul's method varied depending on the people he was trying to reach. So it is the method, ni njia ambayo inategemea. The method varies. Lakini usije ukasema kuwa ni tabia anabadilisha ili awe kama wale watu. Unishike vema. Kwa hivyo mpendwa, katika kitabu kinaitwa The New American Commentary, katika aya hiyo anasema mtu mmoja, Timothy George, mwandishi, anasema Paulo alikuwa ni mwanzilishi wa kile tunachokiita leo kwa Kiingereza contextualization, yani hitaji la kuwasilisha injili katika namna ambayo itazungumza katika muktadha wa jumla ya watu ambao kwao inahubiriwa. Kwa hivyo is a pioneer. Kuna jambo hapa anasema that they need to communicate the gospel in such a way that it speaks to the total context of the people to whom it is addressed. Wakati mwingine tunasema maneno ambayo watu wengine hawastahili kuyapata maneno hayo katika wakati huu, lakini sisi tunasema jinsi ambavyo yalivyosema kwa watu wote. Kuna kitu kinaitwa contextualization. Ingawa mpendwa, kujirekebisha kulingana na muktadha, yani hiyo contextualization si rahisi siku zote. Kwa vile mpendwa, tunavyoweza kutenganisha moyo wa injili katika kutoka katika gamba lake la utamaduni katika kurekebisha ujumbe wa Kristo kulingana na muktadha pasipo kutia katika hatari ya kulegeza maudhui yake, sisi pia tunapaswa kuwa waigaji wa Paulo. Si wakati mwingine unafikia watu ambao hawaamini jambo fulani kisha unaanza kupingana nao. La, katika imani ya hao watu, katika kila kitu ambacho katika mazoea yao wafikie katika hali hile, I have become as you are. Kwa hivyo mpendwa, that is contextualization. Ni rahisi mno kulegeza masharti au mpendwa, wakati mmoja au mwingine. Wakati mwingine kadri mtu anavyokuwa Mkristo kwa muda mrefu, ndivyo pia inavyokuwa rahisi kwake kulegeza masharti. Hebu fikiria wakati ulipatizwa na sasa kuna mambo mengine ambayo ulikuwa unafuatilia sana, lakini ufuatilii. Kwa nini? Kwa sababu umelegeza masharti. Kwa nini hili mpendwa linaweza kuwa hivyo? Jiangalie wewe mwenyewe kwa uaminifu. Maridhiano kiasi gani yameingia maisha yako, na ni kwa njia zipi umeyahalalisha? Unawezaje kuligeuza hili katika maeneo unayopaswa kufanya hivyo mpendwa? Hilo ni jambo ambalo nazidi kukuuliza ili uendelee kulifikiria katika sehemu hii. Niko karibu kutamatisha sehemu ya 4. Ninataka kuzungumzia then and now, yani wakati ule na sasa, kisha nizungumzie sehemu ya mwisho nitamatisha. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, uhusiano wa Paulo na waumini wa Galatia siku zote haukuwa mgumu na baridi kama ambavyo umekuwa sasa. Kwa kweli, kama Paulo anavyotafakari kuhusu wakati ambapo alihubiri injili kwa mara ya kwanza katika kule Galatia, anasema kwa maneno yenye msisimuko juu ya jinsi walivyomtendea vyema. Sasa kulikoni? Ni nini ambacho kilitokea? What happened? What event seems to have led to Paul's decision to preach the gospel in Galatia? Maana aliwahubiria. Mstari wa 13 hicho kitabu, tusonge chini kidogo, inasema, you know that because of physical infirmity I preached the gospel to you at first.
Kwa hivyo mpendwa, hapa Paulo kwa kweli alikuwa kusudi la Paulo la mwanzo kuhubiri injili katika hapa Galatia. Kwa nini? Maradhi fulani hata hivyo yalimpata akiwa katika safari yake na kumlazimisha kukaa kwa muda mrefu zaidi katika Galatia kuliko ilivyotegemewa, au kumsababisha kusafiri kwenda Galatia kwa ajili ya uponyaji wake. Mpendwa, muujiza uonekana kuzunguka asili hasa ya ugonjwa wa Paulo. Kwa nini? Baadhi wamependekeza kuwa alishikwa na malaria, na wengine katika msingi wa Paulo kutaja utayari wa Galatia hata kung'oa macho yao na kumpa, wanapendekeza kuwa huenda ulikuwa ni ugonjwa wa macho. Maradhi yake pia mpendwa, yanaweza kuwa yaliunganishwa na mwiba katika mwili ambao anautaja katika Wakorintho wa pili 12:7 hadi 9. Anazungumzia hapo. Na whatever Paul was suffering from, he does tell us it was so unpleasant that it became a trial to the Galatians. Kwa hivyo mpendwa, bila kujali Paulo alikuwa anaumwa na ugonjwa gani, anatuambia kuwa ulikuwa mbaya kiasi kwamba ulikuwa ni jaribio kwa Galatia. Kwa hivyo mpendwa, katika ulimwengu ambao maradhi mara nyingi yaliangaliwa kama ishara ya chuki ya Mungu, ugonjwa wa Paulo mpendwa, kwa urahisi ungeweza kuwapa udhuru wa Galatia wa kumkataa yeye pamoja na ujumbe wake. Kwa hivyo watu walikuwa wanajua kuwa wakati ambapo kuna kuwa na maradhi, wakati ambapo kuna kuwa na magonjwa, watu walikuwa wanajua kuwa labda umemkosea Mungu. Kwa hivyo hili jambo lingekuwa la ajabu sana, lingewafanya Wagalatia waache kumsikiliza Paulo kwa sababu waseme huyu mtu amemkosea Mungu ndio maana yu mgonjwa. Mpendwa, sasa tunapoangalia, lakini wao walimkaribisha Paulo kwa moyo wote. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao ilichangamshwa na hubiri la msalaba. Ukisoma Galatians chapter 3 verse 1, their hearts had been warmed. Roho zao zilichangamshwa na hubiri la msalaba. Na usadikisho mpendwa wa Roho Mtakatifu, ni sababu gani basi wangeliweza kuitoa sasa kwa ajili ya badiliko la mtazamo wao? Ni kwa nini? How can they, na what reason could they give now for their change of attitude? Wapendwa, bila kujali ugonjwa wa Paulo ulikuwa ni nini, kwa hakika ulikuwa mkali, na kwa urahisi ungeweza kumpa udhuru wa kumlaumu Mungu kwa ajili ya matatizo yake, au kukata tamaa tu na kuacha kuihubiri Injili. Lakini Paulo hakufanya lolote kati ya hayo. Badala ya kuruhusu hali yake kumshinda, Paulo alitumia kama fursa ya kutegemea kikamilifu zaidi neema ya Mungu. Maana unasoma kwenda chini kuwa mara nyingi Mungu ametumia shida ya maisha, yani magonjwa, mateso, umaskini na hata maafa ya kawaida na majanga yasiyoelezeka kama fursa ya kuonesha rehema na neema, na kama njia ya kuendeleza Injili. Wakati mwingi tunapoyapata maafa, wakati mwingi tunapopata matatizo na mambo kama haya, wakati mwingi tunalalamika. Lakini nataka kusema kwa Kiingereza kwa wakati mwingi Mungu ametumia maneno kama haya ili kuweza kutufikia. I want to say in English that the time and again God has used the adversities of life, that is sickness, persecution, poverty, even natural disasters and inexplicable tragedies, as occasions to display his mercy and grace upon and as a means to advance the gospel. Mpendwa, can you learn? How can you learn to let your trials and suffering make you learn and lean more upon the Lord? What other options do you have? Kwa hivyo mpendwa, nakuuliza kama swali, unawezaje kujifunza kuwa shida na matatizo unayoyapitia ya kufanya umetegemea Mungu zaidi? Niruhusu nizungumzie jambo la mwisho. Jambo la mwisho ni kusema ukweli, speaking the truth. Najua tunazungumzia Paulo kama mchungaji. Mstari wa 16, what powerful point is Paul making here? Mstari wa 16 anasema hivi, tuko
Galatians chapter 4. Have I therefore become your enemy because I tell you the truth? Have I therefore become your enemy because I tell you the truth? Wapendwa, ningependa utafakari fungu hili. Litafakari kwa makini. Nimekuwa adui wako kwa sababu na kuambia ukweli. Asante sana wanaonitazama hapa. Naona ndugu Fred Orwaru, Emily Kerubo, asante sana, na wengine ambao tunaendelea kuwa pamoja, Jobu Ongundi. Nitarejea kwenu. Kama mna swali mnaweza kuliandika hapo ama kuongezea ili niweze kusema ukweli. Mpendwa, kuna wazo gani lenye nguvu Paulo analiweka hapa, na ni kwa njia zipi wewe mwenyewe umepata uzoefu wa kitu kama hicho? Wapendwa, usemi kuwaambieni ukweli mara nyingi una maana hasi, hasa katika siku za zama zetu, ambapo unaweza kuangaliwa kama mbinu ya kumweleza mtu ukweli waziwazi, kwa kutojizuia, kutomhurumia adui hata kama unauma, au kutotakiwa kiasi gani. Sijui kama labda ni zungumze maneno haya kwa Kiingereza. Wakati mtu anasema speaking the truth, this expression speaking the truth often has a negative connotation, especially in our day and age. Why? When it can be viewed as a hard-hitting, no holds barred, spare no enemies tactic of telling someone the facts, no matter how unpleasant or unwanted they may be. Kwa hivyo kama ingekuwa nimesikia wengi wakisema mwambie ukweli, nitamwambia ukweli. Sijui kama wakati mwingi unakuwa na huo ukweli unataka kumwambia, na wewe unaishi maisha mema, sasa wewe ndio unataka kumwambia. Mpendwa, kama isingelikuwa kwa sababu ya maoni ya Paulo katika Wagalatia hiyo ukianzia 12 hadi 20, na maoni mengine machache yanayotawanyika kote katika barua yake, kwa mfano Galatians chapter 6 verse 9 to 9 and 10, one might mistakenly conclude that Paul's interest in the truth of the gospel outweighed any expression of love. Mtu angeweza kuhitimisha kimakosa kuwa mvuto wa Paulo kwa kweli wa Injili ulikuwa mzito kuliko onesho lolote la upendo. Lakini bado, kama ambavyo tumeona, ingawa Paulo alikuwa na shauku ya Wagalatia kufahamu kweli ya Injili. Kwa hivyo kweli ya Injili, sio kusema matendo ya mtu ndio unasema nataka kumwambia ukweli, kweli ya Injili. Kwa hivyo mpendwa, shauku ile iliinuka kwa sababu ya upendo wake kwao. Ni nani hajawahi kupata uzoefu wa jinsi inavyoweza kuumiza, kulazimisha kumwadhibu mtu, au kwa uwazi kabisa kuambia ukweli ambao watu wa sababu yoyote ile hawataki kusikia? Wakati mwingi unasimama mbele ya watu na tuseme unamchongoa mtu, unasema nataka kusema ukweli juu ya mtu, lakini unamkejeli mtu, unamdharau, unamkatia kesi mbele ya watu, na kisha unasema nataka kuambia ukweli. Watu wengi wameudhika, na wengi wamepata uzoefu kwa nini? Kwa jinsi ambavyo inavyoweza kuumiza mtu. Ikiwa mtu atasimama mbele ya watu aanze kuadhibu, au kwa uwezo kabisa aanze kuambia watu ukweli ambao kwa sababu yoyote ile hawataki kusikia. Tunafanya vile mpendo kwa sababu tunamjali mtu yule, sio kwa sababu tunataka kukusababisha maumivu. Ingawaje kwa nyakati fulani mpendwa, matokeo ya mara moja na ya maneno yetu ni maumivu, hata hasira na chuki dhidi yetu. Hata hivyo tunafanya kwa sababu tunafahamu kuwa ndicho mtu yule anahitaji kusikia, bila kujali ni kiasi gani hataki kufanya hivyo. Kwa hivyo wakati mwingi kusema ukweli, ukisema maneno fulani ambayo watu hawapendi kuyasikia, inaumiza moyo sana, na watu huenda wakakuchukia. Lakini kusema kweli mpendwa, wakati huo tunafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu tunafahamu kuwa ndicho mtu yule anahitaji kusikia, bila kujali ni kiasi gani hataki kufanya hivyo. Lakini we know, labda nisungumze kwake, we do it because we care about that person, not because we want to cause hurt
to cause harm, though at times the immediate effect of our words is hurt or even anger and a resentment against us. We do it anyway because we know it is what the person needs to hear, no matter how much he or she might not want to do so. Wapendwa, nataka kutamatisha katika mstari wa 17 hadi 20 na Wagalatia 4. What is Paul saying about those whom he is opposing? What else is he challenging beside their theology? Katika Wagalatia 4 nataka kusoma hii Biblia ya Kiswahili. Tuende mstari wa 19, maana ndilo fungu langu la mwisho. Galatia 4:17. Tusome mstari wa 17 hadi 19. Biblia inasema hivi, mpendwa. Paulo anasema nini kuhusu wale anaowapinga? Kitu gani kingine anakipinga kando na theolojia yao? Mstari wa 17 Biblia inasema, hao watu wanaoshughulika ili muwe upande wao, nia yao sio nzuri. Hao watu wanaoshughulika ili muwe upande wao, nia yao si nzuri. Wakati mwingi unaposikia watu wanataka, people are campaigning so that you can be on their side, Biblia imesema hao watu nia yao sio nzuri. Wanataka kuwatenganisha na sisi ili muwajali wao zaidi. Mstari wa 18 anasema ni vema watu wanapowahangaikia kwa bidii kama shabaha ya kufanya hivyo ni nzuri, na kama wanafanya hivyo wakati wote, isiwe tu wakati nikiwa naye. Unaona? Mstari wa 19 anasema, watoto wangu wadogo, najisikia kwa mara nyingine kama mama mwenye uchungu wa kuzaa, nikitamani kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Wapendwa, ningependa tu nitamatishie hapo kwa sababu ya wakati. Mstari wa 20 anasema, natamani ningekuwa pamoja nanyi sasa, pengine ningebadilisha msemo wangu, kwa maana natatanishwa na hali yenu. Hata sasa basi, unaona, anasema hawelewi. Mpendwa, tofauti na unyofu wa injili ya Paulo ambao kwao alijihatarisha kupata ghadhabu ya Wagalatia, wapinzani wake walishughulika na kujipendekeza kwa Wagalatia, sio kwa sababu ya upendo wao, bali kwa sababu makusudi yao ya ubinafsi. Sasa basi haieleweki, mpendwa, uwazi hasa Paulo anachomaanisha pale anaposema kuwa wapinzani wake wanataka kuwafungia nje. Ingawa hii, mpendwa, huenda ikamaanisha jaribio la kuwafungia nje ya faida za injili hadi kwanza wametii na kutahiriwa. Kwa hivyo, mpendwa, nataka ufikirie juu ya matukio fulani ambapo maneno yako yawe ya kweli kiasi gani yalisababisha mtu fulani kukukasirikia. Fikiria, ulijifunza nini kutokana na uzoefu ule ambacho kingeweza kukusaidia safari nyingine utakapohitaji kufanya kitu sawa na kile. Mpendwa, katika makanisa ya Wagalatia, kosa la wazi lisilo na kificho lilikuwa likichukua nafasi ya ujumbe wa injili. Kristo, msingi wa kweli wa imani kwa kweli, lakini bila kuonesha bayana, alikuwa anakataliwa kwa kuinua desturi zilizopitwa na wakati za dini ya Kiyahudi. Sasa hapa mtume aliona kuwa ili waumini katika Galatia wapate kuokolewa kutokana na uzoefu wa hatari uliowatishia, hatua dhabiti katika kabisa ni lazima zichukuliwe, na onyo kali kabisa lazima litolewe. Kwa hivyo, mpendwa, somo hili la muhimu kwa ajili ya kila mhudumu wa Kristo kujifunza ni lile la kurekebisha juhudi zake kulingana na hali ya wale anaotafuta kuwapa faida. Wema, mpendwa, uvumilivu, uamuzi na udhabiti, vyote pamoja navyo vinahitajika, lakini hivi ni lazima vitumike kwa upambanuzi unaostahili. Mpendwa, kushughulika kwa hekima na akili za madaraja mbalimbali katika mazingira na hali zinazofuatana na tofauti ni kazi inayohitaji hekima na uamuzi uliomulikwa na kutakaswa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, asubuhi ya leo, mpendwa, morning glory, Paulo anawasihi wale ambao katika maisha yao walikwisha kuufahamu uwezo wa Mungu warudi katika upendo wao wa kwanza kwa ukweli wa injili.
Kwa hoja mpendwa zinazoweza kujibiwa, aliweka mbele yao faida zao za kuwa wanaume na wanawake huru katika Kristo, ambaye kupitia kwa neema yake ipatanishayo wote wanaojisalimisha kikamilifu wanavikwa kwa roho la haki, kwa joho la haki yake. Alichukua msimamo kuwa kila roho ambayo ingeokolewa ni lazima iwe na uzoefu wa kweli wa ubinafsi katika mambo ya Mungu. Mpendwa, jambo la mwisho, maneno ya dhati ya mtume Paulo ya kusii hayakuwa bila matunda. Roho Mtakatifu alitenda kwa uwezo mkubwa, na wengi ambao miguu yao ilitanga katika njia ngeni walirudia imani yao ya awali kwa Injili. Kwa hivyo tangu pale, nasoma kitabu The Acts of the Apostles page 385, 386 na 388, anatamatisha akisema tangu pale walikuwa dhabiti katika uhuru wao katika kwa ajili yake Kristo aliwafanya kuwa huru. Wapendwa, it is a pastoral appeal. It is Paul's pastoral appeal ili tuweze kufanya maneno haya, na umeona how jinsi ambavyo Paulo anazungumza nao. Ombi lake Paulo kama mchungaji. Tumesema kuhusu moyo wake huyu Paulo, tumezungumzia mwito wa kuiga mfano, na kisha tukazungumzia anaposema kuwa nimekuwa kama mlivyo, tukasema ni kwa sababu ya muktadha wa Injili. Kisha anasema wakati ule na sasa, na kisha tukazungumzia kuhusu kusema ukweli. Kusema ukweli, mpendwa, ni maneno ya muhimu kabisa katika maisha yetu. Ndiposa nataka kuchukua namba 1 kwa sababu ya muda na nimeenda sana, msamehe kidogo, mniwe radhi kidogo. Nataka kuchukua let me say 2 comments ili tuweze. Asante sana. Kama una jambo *6 ili nichukue 1 or 2 comments. Asante sana, mnaoniandikia ujumbe online. Nimeupata ujumbe wenu. Asante sana. Nitausoma baadaye nikipata wakati, lakini kwa sasa ni uiradhi. Aya basi, baada ya kuwa ametoa hoja bayana na changamano kitheolojia, Paulo sasa anatoa ombi la kibinafsi zaidi na yenye kuhusu hisia kwa Galatia. Anawaomba wasikie ushauri wake, akiwakumbusha kuhusu uhusiano chanya ambao aliwahi kuwa nao na kuhusu upendo na shauku ya kweli aliyonayo kwao kama mzazi wao wa kiroho. Ni wangapi unaowajali katika mahubiri yako, katika Ukristo wako? Ni wangapi unaowajali ili waweze kuokoka, ili waweze kuwa na tabia ambayo inamstahili Kristo? Ni kweli unaweza kuambia watu waweze kuiga mfano wako? Ni kweli unaweza kuambia watu wa kuangalia, wakutazame, ili waweze kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kupitia kwa matendo yako? Mungu na Baba yetu, tunakuomba asubuhi ya leo na tunakushukuru kwa neno lako. Paul's pastoral appeal to Galatians ni jambo ambalo tumejifundisha, na sisi tumeona kuwa lazima kwanza tuwe vielelezo ili hata wale ambao tunaongea nao waweze kukuona ndani yetu, na hata tusiwe na haya kusema kuwa waweze kutuiga, kwa sababu tutakuwa tumekuiga mfano, na kila tabia, kila neno, kila wazo, kila tendo litakuwa likikudhihirisha. Tusamehe dhambi mahali ambapo tumekosa, utusafi kwa damu ya Yesu ili tuwe safi machoni pako. Kuwa nasi sasa na hata milele. Rekebisha tabia zetu na utukumbuke kwa ufalme wako. Katika jina la Yesu mkombozi tumeomba. Amen. Amen. Asante sana na mbarikiwe. Coordinator, muda wetu umeyoyoma, nimetamatishia hapo. Asante sana. Coordinator, mnaenda wapi? Tunakusikia Mama Aska.
kama coordinator wameenda Mimi sina kazini. comment. Sema shukrani. Asante sana, tumetamatisha sasa comments. Hebu tusalimiane basi wawili watatu ili tutamatishe. Okay. Ningependa kuwasalimia wapendwa pamoja na morali yake bila meleza reseni. Hello. Dadaska anaendelea kuongea. Mnanipata? Naam, Dadaska anaendelea kuongea. Nilikuwa nasema nimeshukuru kwa reseni. Vile Paulo anawalilia na wale ambao wanaosikia nazi, Yesu anatulilia. Nasi tulilie wengine wale ambao hawachapata neno. Tushughulikie wengine. Paulo alikuwa anashughulika kwa ajili ya wengine, hakuwa anashughulika peke kwa ajili yake, kwa sababu tayari alikuwa amempata Yesu. Alikuwa amepata neno. Alikuwa akishughulikia wengine. Mimi na wewe je, tunashughulikia wengine? Naenda huku na huku tukitukanwa, tukiingia, tukifanya mazuri kwa Bwana ili wakituona waone uzuri wa Yesu. Asante umuralia, Mungu akubariki. Nimewasalimia katika jina la Yesu conference. Hamjambo pamoja na umuralia. Hamjambo. Jambo. Jambo. Asante. Endelea. Halo. Umuralia naongea. Endelea. Haya, nami na wasalimu kwa jina la Yesu asubuhi ya leo. Kusikia neno nzuri ya lesson ya leo. Kwa kweli inatufundisha yale mazuri, yale mtu vile naweza kusungumuza. Kwa kweli yule mtu anasumusa kweli apendwi. Hakuna mtu anampenda. Lakini yule anasumusa uongo anapendwa na watu wengi. Kwa maana uongo ni wa Shetani. Na ya kweli ni ya Mungu. Wale wanapenda Mungu ni wachache. Wale wanapenda juu ya Shetani ni wengi. Kwa hivyo tuone, tusimame namna gani, tusimame imara. Hata mtu anasema useme kweli, endelea na kweli na kumuombea, aendelee kuendelea na Mungu ili afaitike, achange tabia zake. Na wasalimu nyinyi nyote wale mlikuwa hapo kwa conference asubuhi pamoja na umuralia. Yote viendelee vizuri na wasalimu kwa jina Yesu. Amchambo. Jambo. Jambo. Asante sana, huyu ni Mama Esther. Asanteni. Halo. Mimi na wasalimu. Tungaji anatuletea neno siku ya leo vizuri sana. Kutoka hiyo kitabu ya nasema unatusomea vizuri, tunajisikia pia wenzetu wanaongezea. Sasa na kusupa salamu umuralia. Amujambo wote, morning glory. Jambo. Asante sana kwa neno. Mungu aendelee kuonekania katika nyekundu. Amen. Hello. Asante. Nami ni shukrani kwa umuralia kwa ajili ya neno, kwa ajili ya lesson ya asubuhi ya leo juu ya Galatia, juu ya Paulo. Asante. Nasi yote haya tuwapata leo ama tunapata kila wakati. Tunastahili nasi kuona ni sambo gani tunaweza kufuata, ni neno gani mazuri yao ambayo naweza kumpendeza Bwana. Asante. Mimi langu tu ni kusema asante umuralia kwa kutufundisha haya, na hebu Mungu asidi kukuongezea na asidi kukujaza na asidi kukubariki na nyumba yako yote na kukupa nguvu na maarifa mengi. Usidi kutuletea kwa ajili hata ndege za hangani zinaletea vifaranga vyao vyakula vije vile ili viwe nasi, hivyo mtuletee nasi tuwe kiroho, tumjue Bwana zaidi na wale watamjua wamjue zaidi.
nasalimia Umralia, nasalimia watu wote kwa conference Abarai na wenyeji wa kawaida. Amchambo asubuhi ya leo wana wa mfalme. Hatujambo. Asante. Huyo ni Jane kutoka Boston. Mbarikiwe, muwe na siku njema. Amen. Nami nasema asante Umralia kwa neno asubuhi ya leo. Tumeona vile Paulo alikuwa anajikana yeye mwenyewe na anashughulikia wengine. Kwa hivyo nasi tukijikana tushughulikie wengine, tujikane, tufuate mambo ya Yesu Kristo, tutaweza kuurithi ufalme wake. Hebu Mungu aendelee kukufunulia na uendelee kutuletea hayo. Nimewasalimu Umrali, nimekusalimu na wote wa conference. Nilikuwa nimewamiss sana kwa muda kadhaa na nimefurahi kusikiza sauti zenu. Hamjamboni? Hatujambo. Umrali sikusikia. Hatujambo, hujasikia? Asante. Kuna mwingine? Naona muda yoyoma hapa. Nami nataka kuwasalimu wapendwa Umralia na wengine. Mjambo. Hatujambo. Bwana apewe sifa. Niliwaambia singeweza kuzungumza, niko njiani hata sasa. Nashukuru. Kesho tujiandae, tutakuwa na ushuhuda kutoka kwa msichana wetu Pauline, ndiye atatoa sermon. Kwa hivyo muweze kualika wengine, ili mara nyingi tualike watu wapendo kuja kusikia neno. Mungu awabariki. Asante basi. Muwe na siku njema.